asifiwe. That the grace of God when is bestowed upon you, it brings inner transformation. Yaani ndani yako kuna mageuzi na mabadiliko yanafanyika. Bwana asifiwe. By the grace of God. Na ni kwa sababu ya kwamba yanakuja haya mabadiliko na mageuzi kwa sababu umemkubali Yesu. Bwana asifiwe. Kwa sababu bila kumkubali Yesu, hii neema itakuja tu kama neema ya watu wote. Maana tunaambiwa ya kwamba kuna neema Mungu anaachilia kwa kila mwanadamu. A universal grace that God gives to all people in the world. Na hiyo Bwana ikiachilia, anaachilia kwa kila mtu. Ameokoka, hajaokoka, anapokea neema hiyo. Lakini hii ya Mungu ambao anaiachilia kwako inakuja tofauti. Ambao tunasema ya kwamba hii neema inayoleta mageuzi, ya kwamba mageuzi ya kwanza inaleta inner transformation ama mabadiliko makuu kwa moyo wako. Ya kwamba deep in your heart you know that Mungu amekuokoa, ako ndani yako, na wewe si tena mtoto wa ulimwengu huu. Na ndio mahali tukasoma pale katika kitabu cha Tito wa pili mstari wa 11 kuendelea, ukasema ya kwamba yanayofunuliwa na ili yaweze kukataa mabaya wote unaofanyika. Bwana asifiwe. Yes, hii neema inapokukujia inakubadilisha moyo wako, unakataa mabaya yote yanayofanyika katika ulimwengu na unasema ya kwamba I will live for Christ. Mimi nitakaa nikimwishia Kristo, kwa sababu ndani ya moyo wako kuna neema ilikuja ya wokovu, kwa sababu Mungu ameachilia kwako. Na ndio Tito akawa anasema ya kwamba inapokuja inatusaidia kukataa ubaya na tamaa za dunia ili tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Ulimwengu wa sasa ambao Mkristo hata wakati mwingine anakosa kutofautisha na mtu wa ulimwengu huu. Bao wengine tunaambiwa ya kwamba tunaonekana ile outward appearance, but deep inside ourselves the inner transformation haijafika. Physically we can be, watu wanaweza kutuona ya kwamba tunamjua Mungu, lakini deep inside ourselves there is no transformation. The grace of God helps us to have that inner transformation. Neema ya Mungu inatusaidia kuwa na hayo mageuzi katika moyo yetu, ya kwamba ubaya wote unaotendeka katika ulimwengu huu utaangalia na useme ya kwamba na neema iliyoshuka kwangu na nikamjua Yesu, haya sitayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na unakataa. Bwana Yesu asifiwe. That is the grace that we are talking about. Ya kwamba si eti una tamaa, si eti ya kwamba upendi vitu vizuri, si eti ya kwamba wewe unataka kuishi maisha ile ambayo unaishi, si eti ya kwamba huwezi kufanya mambo, lakini kwa sababu ya neema iliyoshuka kwako, Tito akasema ya kwamba unakataa ubaya wote na unasema nitatembea kwa njia ya kumpendeza Mungu, kwa njia ya uteuwa. Kwa njia ya uteuwa, ya kwamba wewe you have been set apart for a purpose. Praise the name of the Lord. Wewe si mtu wa kawaida, ya kwamba wewe uko, lakini wewe ni mteua wa Mungu. Neema ya Mungu ambayo inaleta hayo mabadiliko katika maisha yetu. Na ukisoma kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2 unasema ya kwamba do not be conformed to the patterns of this world. I urge you, brothers, that you be renewed in your mind and in your soul, so that you may discern what is the will of God. Praise the name of the Lord. Ya kwamba wale ambao hii neema ilitushukia ya Mungu na tukamjua Mungu katika maisha yetu na tumebadilishwa katika mioyo yetu na mageuzi yalifanyika, tunaambiwa ya kwamba hatufananishi na mambo ya ulimwengu huu yale yanayotendeka, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba haya yanayotendeka hayahusiani na sisi. Na Paulo akatuambia ya kwamba sisi tumebadilishwa akili zetu, hatufikirii kama watu wa ulimwengu vile wanavyofikiria. Bwana asifiwe. Mafikira yetu ni tofauti, ya kwamba we are positive thinking. Hatufikirii mambo yetu hayako sawa, tunasema ya kwamba hata kama yameharibika
Mungu wetu yuko pamoja nasi na yatakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Our minds always are thinking positive. Hatuna mambo ya ubaya wowote katika akili zetu, ziko timamu, na tunajua ya kwamba hata mambo yakituharibikia kuna Mungu ambaye tunamtegemea. Maana tumebadilishwa akili, tukabadilishwa moyo, na hata Mungu ametusaidia kiasi ya kwamba ametupatia the spirit of discernment to know what is right and what is wrong. Praise the name of the Lord. Yaani hii neema haikuji kuokoa, ujua ukweli na kutenda yale yaliyo mema na kukataa mabaya yote. Eti pia inakupatia roho ya kujua na kutofautisha mambo yasiyo sawa, ya kwamba wewe hata jambo likiwa mbali na kukujia, Roho wa Mungu anakutayarisha, anakuweka alert ya kwamba yatakapokuja you will be able to discern what is right and what is wrong, na utakuwa na uwezo wa kusema hii siifanyi, hii si ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sisi kama Wakristo bila tunaambiwa tufananishi na ulimwengu, kuna mambo ya kukataa. Bwana asifiwe. Si mambo yote yanayofanyika ya kukubali, kuna mambo ya kukataa. Wewe ambaye umeokolewa na Bwana ameleta hiyo inner transformation in your life, mabadiliko, mageuzi makuu katika moyo wako. Wakati mwingine, wakati unapatana na mambo ya ulimwengu, Bwana anakusaidia kuyaangalia, na katika kiroho unayaona na kusema si sawa. Tuombe Mungu atusaidie ya kwamba tuishi kwa hii neema yake, ya kwamba mambo yanapotukujia mioyo yetu haitakuwa inahangaika. Bwana asifiwe. Mioyo yetu itakuwa iko sawa, akili zetu zitakuwa timamu, na ya kwamba tutakuwa na uwezo wa kusema sisi ni wateua. Bwana asifiwe. Na sisi hili si letu, tunatembea na hii. Si kwa neema ya Mungu, kwa sababu ya hiyo neema wengine tukaokolewa. Bwana asifiwe. Bwana kuangalia umetoka wapi, wewe ni wa nani, unaitanishwa na nani. Neno lilipohubiriwa kwako lilikufikia, ukakubali na ukasema mimi ndani ya moyo wangu nimemkubali huyu Yesu, na utatembea naye. Na Mungu wetu angalie ile nimekuambia ya hapa, ile kama sisi wanadamu tunaangalia the physical appearance of a person, Mungu anaangalia moyo. Unajua kuna urahisi sana kuangalia ya macho ya wanadamu, the physical appearance, the things that we do physically, na tukaona ya kwamba tuko sawa, lakini Mungu anasema ya kwamba yeye angalia. Na ndio Paulo ukiangalia nyuma anasema ya kwamba even not our good deeds, it is not by our effort, it is not by our good deeds, not what we do. Yaani si yale mambo ambayo tunayafanya eti anatusaidia kuwa na hii neema, eti si vile tulivyo, sio vile tunavyoitwa, eti si ile cheo tuko nayo, eti hii neema haikujangi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hii neema inakuja na kibali cha Mungu. Bwana asifiwe. The unmerited favor of God which is freely given to those who people wanampenda Mungu na wanaamua ya kwamba indeed God died for us, na wanajiachilia kwa Mungu. Bwana tusaidie ya kwamba deep inside our hearts tutakuwa tushabadilishwa, ya kwamba tumebadilishwa, ya kwamba kuna mambo ambayo kwetu si kitu, maana tuna katika mioyo yetu kuna mambo hata yakifanyika tunasikia mioyo yetu inatuhukumu. Najua kuna wakati unaweza ukafanya jambo na ukaweza kuwa huwezi kuhukumika, unaona ya kwamba iko sawa tu, lakini si sawa. Bwana tusaidie ya kwamba even deep inside ourselves, hata tukifanya mambo yako sawa, we shall be feeling guilty, mpaka tutubu, tutembee na huyu Mungu. Bwana asifiwe. Ya kwamba itakuwa bure ati umemjua Mungu ndani ya moyo wako, lakini ndani yako kuna mambo yanafanyika. Ina transformation, mageuzi ya moyo, sio mageuzi ya kuonekana, mageuzi ya sura. Jambo la pili ni kwamba tumesema ya kwanza ya kwamba God's grace brings out inner transformation, ama inaleta mabadiliko ya ndani ya mtu ambaye ameokoka. Ya pili ni kwamba inatuweka huru kutoka dhambi. God grace sets us free, inatuweka huru
kutoka dhambi, inatuweka huru kutoka chochote ambacho tunachokiona katika ulimwengu, ya kwamba hatuongopi chochote kinachoweza kutendeka katika ulimwengu huu, kwa sababu we are freedom. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hii grace, hii neema inapokia na tunapookolewa na Yesu Kristo, tunaambiwa ya kwamba hii neema inakuja na kutupatia freedom ya kujua ya kwamba we are free from sin and free from every captivity, free from every imprisonment, free from any danger in your life. Bwana Yesu asifiwe. Inatuweka huru kwa mambo mengi katika maisha yetu. Hii neema ya Mungu inapotuokoa, inapotubadilisha na kuleta mageuzi katika mioyo yetu, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Warumi 6:14 inasema, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law but under the grace. Praise the name of the Lord. Ya kwamba hakuna dhambi, hakuna jambo lolote itakuweka chini, kwa sababu wewe hauko chini ya utumwa, lakini unatembea kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wewe haupaswi kuwa unashtuka katika maisha yako kwa mambo yale yanakuwa kama ni mazito. Anaona ya kwamba ni kama uko kwenye ufungwa. Biblia inasema ya kwamba the grace of God sets us free from sin and from every captivity. Na kwamba Mungu anakusaidia, ya kwamba hakuna kitu chochote kitakuweka chini. Wakati unajiona ya kwamba unaenda chini, Bwana anasema hapana, huyo si wa kuenda chini, na kwa neema ya Mungu unajipata umeinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ni Mungu wa neema kwa wale wanaompenda. For by grace you have been saved through faith, and it is not by your doing. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ya Mungu ukaokolewa, na sio kwa sababu ya matendo yako mema, sio kwa sababu unapendeza, sio kwa sababu wewe ni mzuri kuliko wale wako katika ulimwengu. Kuna watu wanaishi dunia ingine katika ulimwengu huu. Wewe si kama wale. It is by that grace of God that you are free from sin and that you are free from every captivity that can put you down. Sababu neema ya Mungu iko juu yako. May the grace of God set you free in the name of Jesus from every captivity that is putting you down and you feel like you are going to die. I am saying you, na kuambia ya kwamba kuna neema itakubeba. Bwana asifiwe. Itakuinua kutoka pale ulivyo, itakuinua na kukuweka mahali Bwana anataka kuwa. Bwana asifiwe. If katika moyo wako kuna mageuzi, katika moyo wako kama wewe kuna mabadiliko. Bwana asifiwe. Maana hii neema haitatubeba hivyo. Tumeambiwa ya kwamba there is universe, ile ya watu wote. Hii ni ya Mungu anayopea watu wake wale anaowapenda, ya kwamba hakuna kitu itawaweka chini. Bwana atawachukisha neema yake juu yao, na ya kwamba hakuna kitu hata kimoja cha kujifunia na kusema ya kwamba mimi ni kwa sababu niko hivi. La, ni neema ya Mungu inakusaidia kuwa huru katika utumwa, kutoka kwenye utumwa. Inakusaidia kuwa huru katika mambo ambayo ni ya kuweka chini. Inakusaidia kuwa huru hata katika familia yako. Inakusaidia kuwa huru katika mambo yote yale unayoyafanya. Bwana tusaidie ya kwamba neema yake itakuwa juu yetu, na ya kwamba hakuna kitu itaenda kutuweka chini, kwa sababu Mungu anatujua na Mungu wetu yuko pamoja nasi. Jambo la tatu, neema ambayo inafanya katika maisha yetu. Na kwanza tumesema inaleta mabadiliko, na kutoka haya mabadiliko tunapata the freedom, kujua ya kwamba we are free from sin and free from every kitu chochote ambacho kinaweza kutu. Jambo la tatu ni kwamba the grace of God helps us to endure and have perseverance. The grace of God helps us to endure and have perseverance. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu utusaidia kuvumilia na kuendelea. Bwana asifiwe. Inakupatia uvumilivu. Si eti wewe hujui kufanya mambo, si eti wewe hujui kufanya vile ulimwengu unavyofanya, lakini inakusaidia
unakuwa na utulivu katika moyo wako, ya kwamba hautafanya kama vile watu wa ulimwengu wanafanya, na unatulia pale na huo uchungu na hicho kilio, na unasema ya kwamba mimi nitatulia, sitafanya hili, kwa sababu neema ya Mungu inakusaidia. Bwana asifiwe. Neema ya Mungu inatusaidia, si eti kwa sababu hatuwezi kukaa katika kama wale watu wa ulimwengu kule, si eti hatujui kufanya yale wanayofanya. Ni neema ya Mungu inatusaidia, ya kwamba tunavumilia na huo uchungu wote. Moyo wako unakuwa mzito, lakini hivyo unasema mimi niko na Mungu. The ability to persevere through trials, difficulties, challenges in our life. Hiyo ndio Bwana anasema neema inatusaidia. Na anasema ya kwamba ukiendelea kusoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili 12 mstari wa 9, the grace of God is sufficient to every person. Na inasema ya kwamba and his power is more perfect in every weakness. Ya kwamba eti wakati hata uko katika umeishiwa, wewe haujui ufanye nini, uko katika hali ya udhaifu, eti the power of God, yani nguvu za Mungu zile anazotumia kupitia neema yake, inajua wewe kuna mtu ambaye ni wangu hayuko sawa, inaangalia na inakuja inakutia nguvu. Ukiwa katika hali yako unasikia ya kwamba umetiwa nguvu za ajabu. Kama ulikuwa unasema ya kwamba uendelee tena, unasema ya kwamba nitaendelea. Bwana asifiwe. Na vile hiyo nguvu inakujanga, hata huwezi jua. Watu wanakufa moyo na mambo ya ulimwengu huu. Watu wamevunjika. Watu wamevunjika na familia wakachoka. Watu wamechoka na watoto na wakaua. Watu wamechoka na mashida za ulimwengu huu. Watu wamechoka na yale yanayotendeka katika maisha yao. Lakini kwa sababu ya neema ya Mungu kuwasaidia, wanavumilia wengine. Na wanasema ya kwamba sitafanya kitu ambacho